Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine habari unazungumzia hawa ni wekundu wa Msimbazi Simba, kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo ni mazito kwelikweli kwa kile ambacho klabu ya Simba kwa sasa wanakipitia, lakini sambamba na hayo klabu ya Simba leo hii imepanga kufanya surprise kwa mashabiki zake mara baada ya kuweza kupitia mateso. Sasa klabu ya soka ya Simba imeweza kuamua kuendelea kufanya usajili mkubwa kabisa, usajili ambao pengine msimu ujao wanataka kwenda kuchukua makombe ambao wamekwenda kuyapoteza kwa misimu minne mfululizo. Hatimaye leo hii wameweza kushusha nyota mkubwa ndani ya kikosi chao. Nani huyo? Utakwenda kujua hapa imekuwaje, wameweza kufikiana kiasi gani ambako kusajiliwa kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Kulikuwa kuna ugumu, kulikuwa kuna urahisi kwenye kumsajili mchezaji huyo, utakwenda kujua hapa, kwa sababu taarifa kamili yote niko nayo hapa ya kile ambacho kinachoendelea kwa sasa katika mitaa ya wekundu wa Msimbazi Simba juu ya kumtambulisha nyota huyo mkubwa kabisa barani Afrika. Ni nani huyo? Utakwenda kujua hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo neno subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu hapo popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine ambalo unazungumzia hawa ni wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club, katika mwendelezo wa yale ambayo wanaenda kuyapitia wakati huu. Bana, mambo ni mazito kweli kweli ukiweza kushuhudia klabu ya Simba kukosa kwake mataji mara 4 mfululizo kumeweza kuleta maswali mengi kwa mashabiki wa klabu ya Simba, huku akiutaka uongozi uweze kuwasajilia nyota ambao wenye uwezo wa kuweza kuamua mechi na sio wachezaji ambao wanaweza kumaliza msimu. Sasa klabu ya soka ya Simba limelisikia hilo kwa mashabiki zake mara baada ya kutangazwa kuwaacha wachezaji 8 kwenye kikosi cha Simba kilichomaliza msimu huu. Sasa wameanza kazi ya kuweza kushusha wachezaji wapya kwenye kikosi hicho. Sasa inaelezwa ya kwamba kwa kile ambacho kilichoweza kuripotiwa wiki kadhaa zilizopita kwamba uongozi wa Pasensio Mabululu upo nchini Tanzania. Uongozi wa Mabululu uliweza kutoa Tanzania kwa ajili ya kuweza kujadili masuala ya kimkataba mara baada ya klabu ya soka ya Simba kuweza kuwasilisha ombi la kumtaka mchezaji huyo kujiunga na kikosi chao kwa ajili ya msimu 2025-26, ambapo klabu ya soka ya Simba inamuona kama Mabululu ni moja kati ya sehemu ya project yao ambayo itaweza kuwasaidia kunako msimu ambao unaoanza, ambapo Mabululu ni moja kati ya mastoika ambao wenye uwezo wa kuzipasia nyavu kwa aina yoyote. Nazungumzia kichwa hata miguu kwa kuweza kupiga mashuti. Hiyo kazi pia anaiweza vilivyo kabisa, kwani ameweza kulizihilisha hiyo akiwa na klabu kutoka pale nchini Misri, na sasa ambako anatokea ni Al Ittihad ya kule nchini Libya. Uongozi wa klabu ya Simba kupitia kocha mkuu wa klabu hiyo ambao nazungumzia ni Fadlu Rahman Davis, ambaye aliwasilisha rasmi jina la mshambuliaji Cristóvão Passencia Mabululu kwa bosi ambaye ni rais wa klabu hiyo Mohamed Dewji, kwa ajili ya kukamilisha dili la usajili wa mchezaji huyo hatari namba 9 ili kujiunga na wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club kwa kile ambacho kinachoendelea. Ikumbukwe Dewji aliuambia uongozi wa klabu ya Simba kuwa ashirikiane na kocha Fadlu Davis kuangalia mchezaji hatari zaidi namba 9 kwa ajili ya msimu ujao 2025-26, alafu apatiwe jina mapema iwezekanavyo kabla ya msimu kuanza. Hivyo basi siku ya jana tarehe
na tarehe 30 uongozi wa klabu ya Simba umewasilisha rasmi kile ambacho kilichokuwa kikiweza kutakiwa, ambapo jina la namba 9 wa timu ya taifa ya Angola na klabu ya Al Ittihad inayoshiriki ligi kuu nchini Libya, Cristóvão Paciencia Mabululu, ili kuweza kutua. Sasa taarifa ni kwamba Mabululu ameweza kuwasili Tanzania muda huu mapema kabisa kwa ajili ya kuja kuweza kusaini kandarasi yake ya kuitumikia klabu ya soka ya Simba Sport Club kwa kile ambacho kimeweza kuwekwa bayana. Mabululu anakuwa ni miongoni mwa wachezaji wa kwanza kabisa kusajiliwa na klabu ya Simba kwa msimu huu, ambapo klabu ya Simba wenyewe wanasema ya kwamba ni kuweza kujiandaa kwa ajili ya mnamo msimu ujao wasiweze kuhangaika tena juu ya wafungaji. Kwa kile kinachoendelea kwa sasa, mambo yanaendelea kuwa ni magumu kweli kweli, lakini hapa nazungumzia kile kinacho endelea kwenye kikosi cha klabu ya Wekundu Msimbazi Simba. Anaandika mchambuzi Beatus kwa kile ambacho amekiona. Anasema kwamba kutokana na kinachoendelea Tanzania kwenye ligi yetu, nimegundua mambo machache ambayo Simba akiyafanyia kazi wataweza kupambana na Yanga kwa msimu ujao. Moja, ushirikiano baina ya viongozi pale Simba. Kazi kubwa anaachiwa Ahmed Ally. Imefikia hatua Ahmed Ally anaonekana kama mtu wa propaganda. Sababu kubwa ni kupewa majukumu ambayo yapo nje ya uwezo wake ili mashabiki watulie. Kama sikosei, mara ya mwisho kumuona Mo Dewji kwenye matukio ya Simba ilikuwa Simba Day. Mo kashindwa kuhudhuria hata fainali ya kuamua mshindi wa shirikisho. Kuna nini huko? Inafikirisha. 2, udalali. Ngoja niwakumbushe kidogo. Simba alipewa nafasi ya kumsajili Aucho, Mudathiri na Maxi, ila waliopewa ela na tajiri Mo waliishia kupuuzia kisa waliona watapata maslahi madogo. Mwisho wa siku akaja kumuiba Fabrice Ngoma ya Poti, wakaonekana wajanja. Matokeo yake Ngoma alisajiliwa bila kujua watamtumia vipi, na mwisho wake kaondoka Tanzania bila kombe lolote, bila heshima ambayo angepata. 3, machawa. Imefikia hatua kwamba kila safari za Simba kimataifa kuna wachambuzi uchwara. Tiketi zao ni zipo au wanatumia kuwaaminisha mashabiki kwamba kila kitu ni sawa na kusifia ujinga. Mfano mzuri ni aliposajiliwa Ismail Sawadogo. Kuna mchambuzi alikuwa anasema ya kwamba anastahili kupewa anastahili kwenda kucheza Man City. Unaona bana. 4, mashabiki kutokusikilizwa. Alianza Mchome, akaja Mandalasi, akaja Mzee Saidi, na sasa namuona mchungaji anakuja kwa kosoa, lakini anaishi kuonekana kama pandikizi la upande wa pili. Kama wazee wanasikilizwa sana kuliko vijana wanaojua mpira kwa kisasa, inafikirisha zaidi. Unaona bana. Kingine akasema Mangungu anabeba lawama zote, ila hatujui huko nyuma kuna nini. Ni muda wa angalia kile ambacho kinachoendelea, akisema ya kwamba kuna pengine Mangungu analalamikiwa kwenye vitu ambavyo havipo kabisa, ambapo panga la klabu ya soka ya Simba Sport Club lenyewe limeweza kuwekwa bayana kabisa kwa wale ambao sio sehemu ya kikosi cha klabu ya Simba, ambapo kuna Hussein Kazi, ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaachwa na klabu ya Simba. Kuna Edwin Balua, huyu ni Mtanzania pia, na yeye pia klabu ya Simba aimtizame katika msimu ujao. Kuna Mzamiru Yasil, kuna golikipa Abel, pia yupo Lionel Ateba, kuna Dese, hapa yupo Mutale, kuna Chemalon Fondo naye pia ameweza kuweka katika orodha hii, pamoja na hapa nazungumzia Fabrice Luamba Ngoma na wengine ambao ripoti inakuja. Simba wanapanga kuweza kusafisha kikosi chao kwa ajili ya kuweza kuongeza nyota wapya. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment. Unadhani usajili wa Mabululu kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba utaleta chachu ya upambanaji, hali ya nguvu ya kutafuta mabao, lakini sambamba na kuweza kuimarisha kikosi kwa kile ambacho kinachotakiwa? Tusubiri kuona msimu utaanza vipi.
vipi kwa wekundu wa Msimbazi Simba, ila unaweka maoni yako hapo chini kwenye upande wa comment, unaniandikia wewe umeupokeaje usajili wa Mabululu kutua kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba kunako msimu ujao, msimu mpya, Simba akiwa anaitafuta taji.